Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamu wa rahmatullah. Mimi nimekuja kwenye event ya Faith and Growth kwa ajili ya kujenga na kuimarisha imani yangu, kujifunza jinsi ya kuitumia Qur'an katika maisha yangu ya kila siku na kuwa mtu bora kidini na kimaadili. Naam. Jazakallah khair. Natosha. Majibu yote mliotoa yako sahihi kabisa. Sawa Lakini jibu liko kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Surati Tauba aya 72. Moja miongoni mwa aya muhimu ambazo zinatakiwa ziwe dira yako wewe kama Muislamu. Mwenyezi Mungu anasema wa'adallahu almu'minina walmu'minat. Mwenyezi Mungu amewaahidi Waislamu wanaume na Waislamu wanawake jannatin tajri min tahtiha al-anhar, pepo ambazo zinapita chini yake mito, khalidina fiha, watakaa humo milele, wa masakina tayyibatan, na nyumba nzuri. Nataka kwa majirani wa peponi jamani, na nyumba nzuri, makazi mazuri, fi jannatin adn, katika pepo za Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo inafuata sasa, waridwanun minallahi akbar, na radhi za Mwenyezi Mungu ndio kubwa zaidi. Dhalika, kuridhiwa na Mwenyezi Mungu, huwa alfawzul azim, ndio kufanikiwa kuliko kuwa kukubwa. Maulama wa tafsiri walivyozungumza wakasema, Mwenyezi Mungu anasema hapa kwamba malengo yenu nyinyi Waislamu si kutafuta pepo ya Mwenyezi Mungu. Nabadilisha mindset jamani. Tunatafuta radhi za Mwenyezi Mungu. Wallahi kuingia kwetu sisi peponi si kwa sababu ya matendo yetu. Nani ana matendo ya kustahili kuingia peponi? Watu kama kina Abu Bakar, kina Uthman, kina Ali walikuwa wanaogopa kwamba siku ikifika, hata kama atabakia mtu mmoja tu amebakia kuingia motoni, anasema naogopa yule mtu mmoja asije ikawa ni mimi. Hawakuwa na uhakika na kupata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya udhaifu wa kibinadamu. Lakini radhi za Mwenyezi Mungu ni kubwa kuliko pepo. Kwa siku zote, binti yangu, ukhti wangu, weka mbele unachokitafuta. Umekuja hapa katika Faith and Growth, yote tunazungumza ni sahihi, lakini mwisho nataka radhi za nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha kazi. Walioandaa shughuli hizi tunataka radhi za nani? Za Mwenyezi Mungu. Wewe uliosafiri kutoka Manyara nataka radhi za nani? Za Mwenyezi Mungu. Kutafuta elimu, kufua dini yangu, kumfahamu Mwenyezi Mungu, hizo zote ni njia za kukufikisha katika radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini target, vision ya mwisho kabisa ni wewe kupata radhi za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndio mwisho. Hata wanaosema kwamba sisi tumeumbwa kwa ajili ya kumwabudu, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sahihi? Sawa Lakini ukitafsiri nini maana ya ibada? Ma yuhibbuhu Allahu yardah, anachokipenda Mwenyezi Mungu na anachokiridhia Mwenyezi Mungu ndio ibada. Kwa hiyo mwisho wa siku radhi za Mwenyezi Mungu ndio final. Ndio final. Radhi Mwenyezi Mungu akasema mimi nimekuridhia. Hiyo ndio final. Na tuitafute hiyo ndugu zangu. Na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inafafanua, iko wazi. Hadithi ya Said al-Khudri. Anasema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atawaambia watu wa peponi, ya ahlal janna hal raditum. Just imagine kwamba wewe uko peponi. Sawa Alafu anatokezea Mwenyezi Mungu, unamuona, anakuambia mmeridhika? Utajibu nini? Hatujaridhika. Uko peponi, utasemaje? Utamjibu nini Mwenyezi Mungu? Hal raditum, mmeridhika? Nataka nisikie. Tumeridhika. Utamjibu kwamba tumeridhika. Watajibu kama nilivyojibu nyinyi, Rabbana wama lana la narda, kwa nini tusiridhike wewe Mola wetu? Waqad a'taytana ma lam tu'tihi ahadan min khalqik, umetupa zawadi hii ya pepo hujampa katika viumbe wote, umetupa sisi. Fayaqul, Mwenyezi Mungu atasema, afala u'tikum afdal min dhalik, mnaonaje nikiwapa kilichokuwa bora kuliko hii pepo? Sawa Utaanza kujiuliza kuna bora kuliko pepo? Rabbana ay shay'in afdal min aljanna, Mwenyezi Mungu, kitu gani kilichokuwa bora kuliko hali tuliokuwa nayo sasa hivi? Mwenyezi Mungu atasema, uhilla alaikum ridwani, sasa hivi mimi nimewaridhia, nimewapa ridhaa yangu, nimewakubali, nimewaridhia. Fala askhat alaikum ba'dahu abadan, sitawachukia, sitawakasirikia kuanzia sasa hivi milele. Kwa hiyo ilikuwa bora pepo au radhi za Mwenyezi Mungu? Radhi za Mwenyezi Mungu ndio tunataka tuitafute katika maisha yetu ya dunia. Radhi za Mwenyezi Mungu zinapatikana vipi? Subhanallah, sio kazi ndogo.
sio kazi ndogo. Hadithi ya Utba ibn Abd Salami, mara nyingi mimi napenda kuita hii hadithul mukhif, hadithi yenye kutisha na kuogopesha. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, lau anna rajulan, lau mtu, yujarru ala wajhihi min yawmi wulida, akaburuzwa, yani uso wake kwa unaburuzwa chini, miguu imenyanyuliwa na buruzwa chini tangu alivyozaliwa, ila yaumin yamut, mpaka siku anakufa na kwenda kaburini. Haraman, amezeeka kwa kuburuzwa, fi mardatillah, anafanya hayo kwa ajili apate radhi za Mwenyezi Mungu. La haqqarahu yawm alqiyama, angeonyeshwa ibada yake hiyo aliyoifanya katika maisha yake yote, angeiona, angeidharau jinsi ilivyokuwa ndogo katika radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu tangu amezaliwa anaburuzwa uso chini ili atafute radhi za Mwenyezi Mungu siku ya kiyama amridhie, mpaka anazeeka anaburuzwa tu. Siku ya kiyama akionyeshwa ibada yake hiyo ya kuburuzwa aliyoifanya, ataichukia mbele ya Mwenyezi Mungu. Sababu gani? Radhi za Mwenyezi Mungu ni kubwa kuliko hicho alichokifanya. Sasa huu ni mfano tu ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam anatoa, lakini angalia ibada zetu za kuswali. Leo unaswali, kesho unaacha, unaswali, fikra ziko pembeni, unafunga, unasengenya, unatoa sadaka na zaka, unasimanga. Sawa Ibada zina kasoro nyingi. Halafu bado unajiridhisha kwamba Mwenyezi Mungu ameniridhia. Mwenyezi Mungu ameniridhia. Hautakiwi hivyo. Siku zote muombe Mwenyezi Mungu atakabali kila unachokifanya. Ukimaliza, Allahu yatakabal. Mwenyezi Mungu nakuomba pokea amali yangu, ina kasoro, naomba ipokee. Kila siku ukifanya amali yoyote, itafutie udhur kwamba ina kasoro, ina madhaifu, na kuomba Mwenyezi Mungu ipokee ili kupata radhi za nani? Za Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu kina mama, ibada ya kuridhiwa na Mwenyezi Mungu ni ibada nzito, inahitaji maamuzi, inahitaji mabadiliko, inahitaji msimamo. Kwa pamoja tumekuja katika faith and growth. Mmezungumza nyinyi wenyewe, tunataka tubadilike. Kweli au sio kweli? Wangapi wako tayari kubadilika? Na mimi mwenyewe niko kubadilika kwa kweli kabisa. Tunataka tubadilike. Tunataka tubadilike, tuende tukazibadilishe jamii zetu. Sio tubadilike sisi tu, tukabadilishe na wale ambao wako pembezoni mwetu. Ibada ya kumridhisha Mwenyezi Mungu. Tubadilishe familia zetu, jamii yetu. Lakini lazima tubadilike sisi kwanza kabla ya mtu yote mwingine. Na hii ni principle ya Mwenyezi Mungu. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mwenyezi Mungu habadilishi leo katika jamii mpaka wao kwanza wabadilishe leo katika nafsi zao. Sisi tuna matatizo makubwa matatu tumeyazungumza. Haya hayawezi kubadilika, hayawezi kuondoka mpaka sisi tubadilike. Tukishabadilika tuwabadilishe na wengine, na Mwenyezi Mungu anatia taufiki yake pale. Kwa hiyo principle ya kwanza, tubadilike sisi, tuwabadilishe wengine. Huwezi kumbadilisha mwingine wewe hujabadilika. Hata siku moja dawa yako haiwezi kuwa na kubuli kwa wale ule mlingania, na hata kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sawa Kwa ili tuweze kubadilika, kitu cha mwanzo tuscan wote nyoyo zetu. Tukaziscan nyoyo zetu. Sio Benjamin Mkapa, wewe mwenyewe unaweza. Sawa Mwenyezi Mungu anasema yauma la yanfa'u malun wala banun. Siku ya kiyama kitamsaidia mtu mali zake wala watoto wake. Nini kitamsaidia? Illa man atallaha biqalbin salim. Isipokuwa atakayekuja mbele ya Mwenyezi Mungu akiwa na moyo uliosalimika. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akahadithia moyo msafi na moyo uliosalimika ni ule moyo ambao hauna hasad, hauna chuki, sawa yani hauna karahia dhidi ya ndugu zako Waislamu, moyo usiokuwa na maradhi ya aina hiyo. Kwa hiyo tuanze kujichunguza katika nyoyo zetu. Sasa moyo ndio sehemu ambayo inaleta mabadiliko katika matendo ya mwanadamu. Leo nyoyo zetu zimekuwa ni benki. Tunahifadhia ndani ya nyoyo zetu chuki, mafundo, husda, dhana mbaya, dharau, kibri. Zote ziko katika nyoyo zetu. Hauwezekani ukabadilika kama moyo umezingirwa na maradhi ya aina hii hata siku moja. Kwa hiyo tuanze kuziscan nyoyo zetu, na hatuhitaji daktari, madaktari ni sisi wenyewe kuwa wa kweli tu.
Kwa mimi ndani ya nafsi yangu nina chuki na ndugu zangu Waislamu, na chuki na fulani na fulani, na hasad, mimi nikimwona na neema fulani mimi nashindwa kulala. Ugonjwa unaofahamu, anza kudeal nao ili uweze kupata haya mabadiliko tunayoyazungumzia. Mioyo ya aina hii haitakuwa na manufaa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam haangalii sura zetu, haangalii mavazi yetu, umevaa hijabu, umevaa niqabu, si unafanya nini, vyote hivyo ni madhahir, hayaangaliwi na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inna Allah ta'ala la yanzuru ila suwarikum, Mwenyezi Mungu haangalii sura zenu, appearance zenu, wa amwalikum, na mnachokimiliki, walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum, lakini anaangalia kwanza nyoyo zenu, halafu ndo anaangalia matendo yenu. Kwa hiyo appearance isikusumbue. Ni muhimu kuvaa hijabu, kuvaa niqabu, kujistiri, lakini itakuwa haina umuhimu ukiwa umejistiri na hijabu na niqabu na moyo wako umejaa mafundo dhidi ya Waislamu wenzako, dhidi ya kina mama wenzako. Umejaa mafundo, wewe ndio unafarikisha makundi ya kina mama wa Kiislamu, piga vita, leta fitna, hivi leta hivi, huyu kala pesa, huyu kafanya nini, mambo kama hayo. Lakini wewe Muislamu mzuri, kwenye matamasha upo, kwenye maneni upo, subhanallah. Moyo wako umevunda. Tuanze kusafisha na kuziangalia na kuzipima. Sio kazi ndogo, ni kazi kubwa, lakini kwa idhini ya Mwenyezi Mungu tunaiweza. Ndugu zangu, mwanamke wa Kiislamu ana shakhsia yake, na hapa naomba mzingatie kidogo. Wewe mwanamke wa Kiislamu, thamani yako ipo katika imani yako. Huna imani ya Mwenyezi Mungu, huna thamani yoyote, zero. Thamani yako ipo katika imani yako. Thamani ya imani yako ipo katika ibada zako. Una imani, huna ibada, hazina thamani yote ibada zako, imani yako yani, kwa sababu haijadhihirishwa katika. Mwanamke hajavaa hijabu, hajajistiri, mimi na imani, namjua Mwenyezi Mungu, namtambua Mwenyezi Mungu, sawa, maneno tu unazungumza, lakini hayajatafsiriwa na matendo yako. Kwa hiyo thamani yako ipo katika imani yako, na thamani ya imani yako ipo katika ibada yako na matendo yako. Na thamani ya imani na ibada zako inaonekana katika attitude, sijui niseme nini kwa Kiswahili, attitude, tabia, mwenendo. Ipo katika mienendo yako, ipo katika tabia yako, ipo katika shakhsia yako, ipo katika character yako. Kwa hiyo ngazi hadi ngazi. Kwa hiyo kilele cha Uislamu wa mtu ni attitudes, ni tabia. Kilele cha Uislamu wa mtu ni character yake. Nini maana ya character? Tutajua huko mbele tunapokwenda. Character, yani neno la Kizungu, halina Kiswahili chake. Sawa, halina Kiswahili chake. Character ni jinsi unavyofikiri, jinsi unavyotamka, jinsi unavyotenda, jinsi unavyotaamiliana na familia yako na majirani zako na kikundi ulichopo, ndio character. Character ndio kielelezo cha wewe nani. Sio unaweza kusema ni brandi au nini, Allahu aalam, sijui Kiswahili chake yani. Sifa. Kama sifa tuseme. Sawa, character. Wewe ni nani? Wewe ni character yako. Kwa hiyo tunazungumzia shakhsia ya mwanamke wa Kiislamu. Shakhsia yako haifahamishwi na ibada zako na mavazi yako. Inafahamishwa na jinsi gani unavyofikiri, jinsi gani unavyotaamiliana na wanaokuzunguka. Hiyo ndiyo inayekutambulisha Uislamu wako. Na hiyo ndio yenye uzito mbele ya Mwenyezi Mungu. Walikuja watu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia, ya Rasulullah, hadithi ya Abi Huraira, inna fulanan yudhkar min kathrat salatiha. Kuna mwanamke jirani yetu pale anatajika kwamba anaswali sana, wa sadaqatiha wa siyami, anatoa sadaka sana na sawama, anafunga. Mambo yote haya zuri kabisa, mashaallah, ibadat. Ghaira annaha tuudhi jiranaha bilisaniha, isipokuwa
anawaudhi majirani zake wanaomzunguka kwa ulimi wake. Ulimi wake hukuwa mzuri yani, ima kuwasimanga, kuwasema, kuwatukana, kuwakashfu, kuwadhalilisha. Allahu a'lam. Ulimi. Mtume akasema hiya finnar, huyo ni mwanamke wa motoni. Hakutaka kubalance kwamba hebu angalia kwanza, kwa nini walimuudhi, labda kwa nini kaanza kuwatukana, kwa nini labda walimkasirisha, mwanamke anatoa sadaka, anaswali, anavaa hijabu, ameenda. Hakutaka kujua vyote. Kwa sababu gani? Thamani yake ipo katika attitude yake, si katika mavazi, si katika ibada anazozifanya, ipo katika akhlaq, ipo katika character yake. Kwa hiyo character ndio hitimisho la Muislamu ambaye litamfanya aingie peponi. Sisemi kwamba ibada zidharauliwe, la hasha. Hizi ni means, ni wasail zinazokupeleka kuwa na character iliyokuwa nzuri zaidi. Kwa hiyo tunapozungumzia, ndugu zangu, character shakhsia ya mwanamke wa Kiislamu, ni lazima tutofautishe kati ya mambo matatu. Dr. Sunura alizungumza, sio kama mlikechi hiyo nukta. Mambo matatu muhimu tuyatofautishe. Kuna kitu kinaitwa reputation. Nini maana ya reputation? Naam? Kiarabu wanasema sum'a. Reputation. Reputation yani ni watu wengine wanavyokuona, sawa Reputation haitoki kwako, inatoka kwa watu wanavyokuperceive wewe, wanavyokuona wewe, wanakuelezea wewe. Ile ndio inaitwa reputation. Alafu kuna kitu kinaitwa personality. Ya kwanza reputation, ya pili personality. Personality ni brand yako. Na kwenda kwenye faith and growth, tumeambiwa kule nguo nyeusi, si ndio? Hiyo ndio personality. Kwamba function yetu itakuwa na personality yake. Tunataka watu wavae mabaibui meusi. Sawa Na mimi ninapokuja kuzungumza na nyinyi, natafuta kizibao kizuri kabisa na kanzu yangu ile nyeupe zaidi kuliko nyingine yote. Kwa sababu gani? Personality. Siwezi kuja pale na nazungumza nimevaa bukta sio na nini, haiendani yani. Umeona Kwa hiyo personality, sawa, personality ya shekhe pale na nini, ni vitu vya nje ambavyo mimi navifanya maksudi ili nirandane na hali iliyopo. Lakini reputation ni kitu ambacho nimekitengeneza watu wengine wanione nacho mimi. Umeshaelewa vitu viwili hivi? Cha tatu kinaitwa character. Ndio yenu ushindwa kuitafsiri. Character ni wewe ulivyo. Sawa Character ni wewe ulivyo. Yaani ndio ukweli wako kabisa. Kwa hapo tunachanganya. Reputation tunaitengeneza na tuna invest kweli kwenye reputation. Tuna invest hela nyingi sana, hasa wanasiasa. Kati ya uchaguzi yule anatembea na nini, akikuta mama na mtoto, mlete mtoto la makamasi, akajisaidia labda akajikojolea, mlete anambeba. Alafu anaambiwa piga picha kama piga. Unaona Anambusu. Nyumbani hajawahi kubusu hata mtoto wake. Hajawahi kumbeba hata mtoto wake. Anatengeneza nini? Reputation, kwamba huyu kiongozi wetu bwana ni family man. Hanya kiburi, anaona kambeba mtoto tu pale na nini. Mtu anakula barabarani, mara sijui achukue nini, mara yeye anataka kuonekana kama normal, lakini anatengeneza reputation. Watu wana invest katika reputation. Makampuni makubwa yana invest katika reputation kwa ajili ya kutengeneza brand baadaye. Sawa, kwa hiyo hii ya kwanza unaitengeneza na sisi tunaigaramikia sana. Reputation. Tunatoa pesa kwa ajili tuonekane na watu vile ambavyo tunataka sisi tuonekane. Hichi ni kitu ambacho sio wewe, hakikuwakilishi wewe, hakikurepresent wewe, ni watu wengine. Sawa Lakini personality ndio tumeizungumzia. Vipi tunajipresent kwa watu wengine, uvaaji, uzungumzaji, kuwa mcheshi, unatabasamu na vitu kama hivyo kutokana na mazingira yaliyoko pale. Lakini character, who we really are. Sisi ni kila nani? Hapa ndo kwenye mada yangu ya shakhsia ya Muislamu. Achana na hizo reputation. Watu wanaweza kwa kusifu, wakakupigia makofi, wakakusimamia, wakafanya kila kitu. Unaweza ukawatengeneza ukawa na personality inapendeza, inavutia, vyote hivyo. Lakini who are you? Wewe ni nani? Hakuna anayekujua wewe zaidi ya wewe mwenyewe unavyovifahamu. Hiyo ndio maana ya character. Hiyo ndio maana ya shakhsia hiyo ninaizungumzia sasa hivi. Tuko pamoja kina mama? Kwa hiyo hapa kila mmoja wetu, kwa mavazi tulionayo, kwa personality zetu, tunavyojulikana nje, lakini ukisimama kwenye kioo ukajiangalia hivi, yule unayemuona pale mbele ndio wewe. Sio kwa jinsi alivyovaa baibui jeusi, sio na nini, sio, sizungumzi hicho kitu. Sasa huyu anasimama hapa mbele anakwenda kwenye mawaidha, lakini ameshafitinisha leo asubuhi familia mbili.
huyu hapa anakwenda kwenye mawaidha, lakini ana ahadi, mtanisamehe kwa maneno kama hayo, ana mchepuko, kesho ana ahadi. Huyu hapa na huyu hapa yuko hapa mbele, una sifa zote zinazokuhusu wewe unazijua, unaziona kwenye kioo unapojiangalia. Unapolala usingizi kuweka mto wako chini hivi, hakuna mtu anayekujua zaidi yako wewe. Siku nzima ulioifanya umefanya nini? Ile ndio character. Hiyo ndio wewe jinsi ulivyo. Lakini nje utapokelewa kwa bashasha, utaonekana mtu wa hivi na hivi na hivi, reputation na jinsi unavyotengeneza mazingira aina hiyo. Ili tubadilike, turudi katika core ya character zetu. Tujitambue, tujifahamu sisi ni kina nani, pale ambapo ndo panauma pale. Ndio tupabadilishe ili at least ujijue wewe ni mtu wa aina gani mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuko pamoja? Mwenyezi Mungu anatuambia balil insana ala nafsihi basira. Mwanadamu kwa nafsi yake basira, manake ni uoni wa ndani. Anajielewa kwa kina kabisa. Anajua kwa nini kafanya hichi alichokifanya. Anafahamu walau alqa ma'adhira, hata kama atatoa excuses. Mara nyingi tunamsingizia shetani kanipoteza. Sawa, shetani kawekwa kweli pale, lakini ndio sehemu ya kumtupia lawama. Lakini unajua kabisa kwamba hii ulifanya wewe. Sasa kama wote katika nafsi zetu tunaziona, ikiwemo mimi mzungumzaji hapa, ili tuweze kufikia katika mabadiliko yanayohitajika ya character zetu, ni lazima sisi wenyewe tusimamie. Hakuna mwingine atakayesimamia hata siku moja. Yatatolewa mawaidha, yatagonga ukuta tu. Lakini yakipenya yakaingia katika moyo wako, yakaingia katika character yako, ukatoa maamuzi kama tulivyotoa sasa hivi kwamba tunataka tubadilike, ukatoa maamuzi, ukayasimamia maamuzi yako, ukaenda nayo taratibu, wallahi Mwenyezi Mungu anatia taufiki katika maisha yako, na una change, na unabadilika, na unabadilisha familia yako, na unabadilisha jamii kwa ujumla. Sharti ujielewe, usianze kunyoshia wengine vidole, yule hijabu yake haijakaa vizuri, yule yuko hivi. Wewe umekaa vizuri? Tuna kazi kubwa ya kujiangalia sisi wenyewe kabla tujiangalia watu wengine. Tuko pamoja? Tuko pamoja kina mama? Hai. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mwenyezi Mungu abadilishe yaliyomo kwa watu mpaka wao wabadilishe yaliyomo katika nafsi zao wao wenyewe. Character ya Muislamu inajengwa na mambo 6. Mimi leo nitazungumzia jambo moja tu sababu ya muda. Tukipata nafasi wakati mwingine Ukhti Rehana akipenda kutualika, tutaendeleza mada. Sawa? Inajengwa na mambo 6. Yote yanaanziwa na herufi ya C Kiingereza. Ya kwanza inaitwa conscience. Kiswahili wanasema dhamir. Ya pili inaitwa consideration. Ya tatu inaitwa compassion. Ya nne inaitwa courage. Ya tano inaitwa control. Ya sita inaitwa confidence. Haya mambo 6 ndio yanayetengeneza nimda haraka. Ya kwanza conscience. Ya pili consideration. Ya tatu compassion. Andikeni hata hiyo Kiswahili nitakuja kurekebisha baadaye tu. Ya nne courage. Ya tano control. Emotional intelligence naingia hapo. Ya sita confidence. Hivi vitu 6 ndio vinatengeneza character tulioizungumza. Vinakutengeneza wewe. Leo nitazungumzia cha kwanza ambacho ni nini? Conscience. Nini maana ya conscience? Nini maana ya dhamir? Nani anaweza kuniambia haraka? Muda wangu umekwenda haraka sana. Dhamir. Amna. Okay. Dhamir ni ile sauti ya ndani iliyopo katika nafsi yako, iliyopo katika mlango wa moyo wako, ambayo inakuambia hili jambo baya na hili jambo zuri. Inaitwa nini? Dhamir, conscience. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa hikma zake ameiweka dhamiri kwa viumbe wake wote, hata wanyama.
na ndio maana